Rashidi alifika chumbani, ambako Nima alikuwa amesimama akiwaza kinachomtokea mpenzi wake. Rashidi aliingia kwa spidi, akibamiza mlango na kuufunga kwa nguvu. Hata Nima alishtuka sana, hata alitaka kuanguka. Rashidi alisema, "Humu ndani kuna mzimu humu ndani." Neema alihangaika kwa woga, akimrukia mpenzi wake katika hali ya kutafuta usalama wake. Aliuliza kwa woga, "Mzimu uko wapi?" Kwa kweli ilikuwa ni wakati mumu sana wanapitia wawili hawa. Rashidi alipata nafasi ya kutoka na kukutana na marafiki zake wawili. Mmoja alijulikana kama Patrick na mwingine aliitwa Joshua. Patrick aliwaeleza anachopitia katika familia yake, lakini Patrick aliuliza, "Mzimu? Mbona sijawahi kusikia mambo kama hayo yanaweza kutokea wazi? Mimi naona kwenye movies tu." Rashidi alisema, "Patrick, kwa nini huwezi kuongelea chini? Mbona unaongea kwa sauti ya juu? Unataka kila mtu asikie na watu wanidhani kuwa nina matatizo ya akili." Patrick alisema, "Hata hivyo, wewe una matatizo ya akili, kwa sababu wewe na mimi tunajua kuwa hakuna anayeweza kuona mzimu kwa macho ya kawaida. Sasa wewe umeona wapi mzimu?" Joshua aliingilia kati na kusema, "Lakini Rashidi, hata kama ni wewe, hebu fikiria mzimu. Leo mimi nakuja na nakwambia nimeona mzimu. Unaweza kunielewa kweli?" Rashidi alizidi kujitetea na kusema, "Hata mimi sielewi, rafiki zangu. Mimi nielekea kwenye eneo la makaburi yanapofanyika mazishi. Nilimkuta binti mmoja akiwa anaimba kwa sauti na alikuwa ananitoa kwenye uwepo wa kilichonipeleka pale. Sasa nilijaribu kumwambia apunguze sauti, sikujua, kumbe nilikuwa naongea na mzimu." Patrick alisema, "Kwa hiyo, hayo unayoyaongea, unataka mimi na Joshua tukuamini kuwa umeona mzimu? Mimi siwezi kukuamini kabisa, haiwezekani." Lakini Joshua aliongea kwa utaratibu na kusema, "Lakini kumwona mtu makaburini haimaanishi kuwa ni mzimu." Patrick alikuwa anaonekana kidogo na utata. Alisema, "Hebu subiri, nini kinakupa uhakika kuwa mtu uliyemwona ni mzimu?" Hata Joshua akasema, "Umeuliza swali zuri sana." Lakini Rashidi akasema, "Nimejua kuwa ni mzimu kwa sababu alitokea ndani ya nyumba yangu." Patrick alihangaika kwa muda, akafikiria kama kuna kitu anatafuta. Kisha akasema, "Sasa tunapoelekea nitakuzaba kibao. Anawezaje kutokea ndani ya nyumba yako?" Hata Joshua akaongeza kusema, "Sikia Rashidi, hebu tafuta maneno mazuri ya kutuweka wazi tuelewe. Maana ni kama unatumia mafumbo, kuna vipimo umefanya ili kujua kama ni mzimu kweli." Rashidi alisema, "Swali lako gumu sana. Unaona naweza kutumia vipimo gani kutambua mzimu?" Patrick aliuliza, "Sasa mzimu umeingiaje ndani kwako?" Rashidi aliwauliza, "Kwani nyie ni viziwi? Maana nimewaambia katokea nyumbani kwangu, tena amenitokea nikiwa bafuni." Bahati mbaya, Nima alikuwa chumbani, kwa hiyo hakumwona. Patrick alimkazia macho, na hapo ndipo Joshua akauliza, "Kwa hiyo unataka kusema kuwa wewe tu ndiye unayeona huo mzimu?" Rashidi akasema, "Ndiyo, kama nilivyosema, mimi tu ndiye nauona huu mzimu, maana hata Neema hajaona kitu. Na huo mzimu wa kike umeniambia jina lake." Sasa Patrick alicheka mpaka mbavu zikaanza kuuma. Joshua akamwambia, "Sasa unacheka nini, rafiki yangu?" Patrick akasema, "Kwani wewe hujasikia alichongea mwenzako? We, uliwahi kusikia wapi mzimu na jina?" Kisha Patrick akauliza, "Sawa, tuambie jina lake, anaitwa nani?" Rashidi aliongea kwa ujasiri wote, "Anaitwa Faith." Patrick akasema, "Sasa nitaondoka, niwaache hapa maana mnakosa ya kuongea." Joshua akauliza kwa uhakika zaidi, "Kwa hiyo unataka kusema mzimu una jina na unaitwa Faith? Je, wewe hausumbuliwi na stresi au changamoto yoyote ama uliona ndoto?" Bado Rashidi alizidi sana kutetea pointi yake. "Guys, najua nilichoona na ilikuwa ni halisi." Patrick alisema, "Ulichoona hakikuwa halisi, haikuwa halisi kabisa. Kwa sababu bado siamini wala haingi akilini." Rashidi alisema, "Jamani, mbona mnanitoa akili, kwani mimi sijitambui?" Patrick sema, "Sikii kuongea tena. Washa niendelee kuniua, maana hata sikuamini." Rashidi alisema, "Sijui kwa nini mdhani kuwa nawadanganya. Natamani kama angelitokea hapa ili na nini muweze kuamini." Alipoongea hivyo, Joshua alianza kujiandaa kama anataka kukimbia. Lakini Patrick akasema, "Aje basi ili tukuamini." Lakini Joshua akasema, "Subiri kabla ya kutaka aje hapa, kwani na matatizo gani? Maombi gani hayo mnayaomba? Atakaye siamini katika mizimu, lakini isiwe sababu ya kuanza kuomba atokee hapa." Lakini Patrick kwa ujasiri akasema, "Wewe usiogope, mimi nataka niamini. Wacha aje, hakuna cha Faith hapa, acha kutufanya watoto." Rashidi alikuwa anamwangalia tu. Patrick aliongeza kusema, "Usiniangalie, mwambie atokee sasa." Rashidi alikaa kimya. Patrick akamnong'oneza Joshua, "Subiri, nitamkamata." Kisha akamuuliza Rashidi, "Unasema umemwona makaburini na kaburi lake lipo karibu na kaburi uliloenda kutembelea. Je, umeona jina la huyo Faith kwenye kaburi alilokuwepo?"
Rashidi akasema, sikumbuki kwa kweli, maana sikuwa makini na hilo, lakini tunaweza kwenda kuhakikisha. Patrick akasema, kwenda kuhakikisha nini? Sawa, sina tatizo. Kama mnaweza kwenda nendeni, lakini sio mimi. Joshua alisema, lakini huyu ni rafiki yetu, ebu twende naye. Kwani kuna shida gani? Twende tuhakikishe. Mimi siwezi kuacha kunywa, eti nipoteze muda wangu. Kwani wewe unaamini? Kama unaamini anachosema, nenda. Kwa nini wewe upo hivyo? Lakini Patrick akasema, nipoje, nimesema siendi, kwani mnataka kunilazimisha? Hata Rashidi akasema, hata mimi naunga mkono, nadhani twende ili kupata uhakika. Walikaa kumalizia kinywaji chao walichokuwa wanapata. Kisha baada ya muda walinyanyuka na kuanza safari ya kwenda makaburini. Ilikuwa safari ya muda mfupi. Je, wataweza kukuta jina la Faith kweli kwenye lile kaburi, ama halikuwa kaburi lake? Mimi na wewe hatujui, lakini tunaweza kujua kama tukifuatilia mwendelezo unaofuata mbele yetu. Tunapumzika kidogo sasa, kisha tunarudi.